We Nanga, we jirani. Sasa hizi safi. Vipi asubuhi yote hii? Naona hivi. Samani. Na mimi nishaikuja kunywa chai kwako. Jamani, hamna hujawahi. Nishaikuja labda mchana hivi nikasema sasa naomba sasa kibaba cha unga au labda nimekuja na samaki nisongee ugali. Hapana. Kwa nini sasa unauliza harakati za mtu mweusi? Yaani kwamba mimi ninavyotoka hivi kwamba nakukwaza au hivi ninavyotoka natakiwa nikwambie sasa umeshakuwa mwanamke wangu ama kitu gani? Sasa jirani, mbona kama umenikasirikia? Sijakukasirikia, umri wako na maneno yako havifanani. Mtoto mdogo kama yuko mshirikina. Sababu unakuwa ushirikina. Wewe huwezi kuniambia asubuhi yote kwa hiyo ulitakaje kwamba saizi ndio nimelala? Harakati za mtu mweusi uzitaki. Hamna. Ila sikukuchangamkia tu jirani yangu. Ilikuwa inawezekana kabisa. Nanga, habari safi, kwema, naona kumekucha, imeisha. Wewe unaanza tena jirani, naona ulikuwa unataka nitembee. Haya basi tuachane na hayo. Hivi haya yanaojili mtaani umesikia? Yapi? Kwa hiyo unakaa mtaani hapa ina maana hujasikia chochote? Kukaa karibia na mahakama imaanishi ndio ujue sheria. Haya basi. Kilichomkuta rafiki yako Musa. Kumbe siku zote yule mwanamke alikuwa anakaa naye ni mke wa mtu. Nakwambia pale mumewe kaja timbwili ugomvi. Musa bado kidogo apigwe. Nimemwonea huruma yule kaka jamani. Hivi nyewe wanawake wanawezaje umeolewa huko afu unaenda kuishi na mwanaume mwingine kweli? Hapana, mimi siwezi. Yaani niolewe, alafu tena niende nikakae tena na wewe uolewe. Sababu kama unaweza kusharadia vitu kama hivyo, nani rafiki anaweza akakuoa? Nani? Mtu ambaye anaweza kaacha shughuli zake kabisa akuoe wewe, mtu ambaye unasharadia ugomvi, mtu ambaye vitu hauna maumivu navyo. Yaani jinsi unavyohadisia kana kwamba unataka Musa angepigwa. Mimi sijamaanisha hivyo. Wewe ulikuwepo je kuwepo? Nilikuwepo lakini uliongea kitu gani? Sasa mimi hayanihusu. Hata kusema jamani msameheni hakuwa anajua. Haya kama hivyo unavyoongea hili. Sasa nimekupa taarifa nayo ujue angalau kwa hadithi watu wengine huko. Unawapa watu wengine ili iweje kumdhalilisha, kumfezesha. Wewe umeona tukio utakiwa unyamaze, maisha mengine yaendelee. Wewe unaanza kusema tena ili iweje? Nanga bwana. Wewe naye. Kwa hiyo unataka kusema yani wewe hujalizika kabisa na uumbea nilokupa. Kwa nini? Nisikilize. Wewe umri wako uliofikia sio mdogo na wala sio mkubwa sana. Ila unaweza kabisa ukawa na familia yako, mkapanga vitu vyenu vikaeleweka. Unanielewa mama? Pambana kwenye hali hiyo. Lakini sasa ukianza kuchukua vineno vya huku hautaolewa. Kwa ndio kuniambia wote walikuwa kwenye majumba yao wafanye umbea. Yaani wale kuna kipengele kimoja kilomolomo kimekatwa. Na wewe hicho ndio uwezi kabisa, kwa sababu wewe nakwambia ukweli. Hiyo tabia ukisema ukae kwenye ndoa, usipovunjwa miguu unauliwa kimya. Wanaume wapende makelele. Una kelele, una vitu vya kutunga, una vitu vya ajabu. Yaani wewe kukaa wiki nzima hivi bila kama hujaliona tukio roho yako nyeusi. Alafu mbona mzuri tu na yaani ukikaa hivi kabisa kama na ukasema sasa hapa nafuata utaratibu wa wanawake. Nafuata vitu ambavyo wanawake wanatakiwa wavifanye. Uwe bize kabisa na michakato ya kike, unaolewa. Kuna muda watu wanakusahau kutokana na vitu vyako unavyovifanya. Haya kama hapa. Yaani wewe inawezekana ulikuwa hujalala, umekaa hivi dirishani kuangalia nani huyu anapita saa hizi niende kuzungumza naye. Haya. Kwa hiyo wewe hapo ulichofurahia kwamba mke wa mtu kurudishwa na mume wake au Musa kufumaniwa au Musa kutaka kupigwa, wewe hapo kukosha kitu gani? Mimi nimeona tu sio vizuri yule mdada yani kaolewa huko alafu anakuja kukaa na mwanamume mwingine. Iko tu yani ndio nilichoona sio vizuri. Huyo mdada anakaa mtaa huu?
Yaani akae hata mtaa huu. Stori unazozisambaza si zinamchafua Musa? Wewe Musa una shida naye? Musa una ugomvi naye? Natakana? Sasa ukianza kumsambazia hayo maneno, uone kama ni fedhea au ni yako aame tena ajisikie vibaya. Yaani wewe ndo upo mtaani, wewe ndo mtu wa kulifanya hili jambo likae kabisa liwe, ila wewe ndo mtu unalitoa hili jambo. Basi sawa, haina shida, nimekuelewa kaka Nanga. Yaani mtu bwana, yaani ufanani kabisa, yaani jinsi ulivyo hivi. Au umeanza ushirikina? Ushirikina tena jamani? Mimi niwe mshirikina? Inawezekana mwenzetu labda utakuwa mganga. Jamani hapana. Utengeneze kilinge si tuje. Hamna, inawezekana. Sababu haiwezekani wewe mwenzetu uanze kutuambia vitu ambavyo havieleweki, ushadadie vitu vya ajabu. Yaani badala ya watu wafurahie maendeleo ya watu wengine, wewe unachukizwa na vitu ambavyo havina A, havina B, havina msingi wa design yoyote. Wewe wakufurahia matukio ya Musa kweli? So unajua tena hapa mtaani kupata kuchangamka. Basi sawa kaka Nanga, mimi nimekuelewa. Swala sio kunielewa. Wewe hapo hapa nikwambie hivi. Na tafuta kazi. Tafuta kazi, uwe na kazi ya kufanya. Wewe ukishakuwa na kazi ya kufanya, ombea utaacha, kufuatilia visivyo kuhusu utaacha, kuzungumza ya watu utaacha, kwa sababu utakuwa busy na vitu vyako. Tafuta kazi ya kufanya. Sasa tafuta kazi ya kufanya. Na wewe kama kutafuta kazi mwenyewe hivi uwezi, mimi nipe hiyo kazi. Yaani mimi hivi ninavyoenda hivi, nikirudi nitakwambia bwana nimepata sehemu kawe mama ntilie. Nipata utaki? Mbona umeshangaa? Kwa elimu gani uliokuwa nayo mpaka unakataa kuwa mama ntilie? Ila mama ntilie. Utaki? Nitaenda hivyo hivyo, nitafanyaje? So utaenda utafanyaje? Unatakiwa uwe mama ntilie, na sio mama ntilie tu. Ikipatikana nafasi dukani, kubali. Umepata nafasi sheri, nenda. Sehemu yoyote kwa wakati huo, wewe ndo una shida, sio kazi. Unatakiwa ufanye kazi sehemu yoyote ile. Wewe una chochote? Wewe vipi bwana? Tunakaa tu unakuwa na vitu vya ajabu ajabu mpaka sasa hivi. Sasa mtu unakaa unajiuliza huyu amenisimamisha nini? Haya, tunazungumzia nini? Eti tukae hapa tumzungumzie Musa na mwanamke wake. Hiyo si utaanza kuonekana na ulakini hata wanaume wangu? Lakini hapana, mimi sijamaanisha hivyo. Ila amna tu basi.